yoyote. Even if you are in the miserable situation, hata kama uko katika hali ambayo ni ya kutabika, because of that gospel, kwa sababu ya hiyo injili, you will be able to get the strength. Utaweza kupata nguvu. And because of that strength, na kwa sababu ya hiyo nguvu, you will be able to even there overcome the situations. Utaweza hata kushinda changamoto ambazo unakumbana nazo. Hallelujah. Hallelujah. This evening, let us open to the book of Exodus. Ujioni leo tufungue kitabu cha Kutoka. Exodus chapter 14. Kutoka mlango wa 14. Exodus chapter 14. Kutoka 14 from verse 10. Kuanzia mstari wa 10. If you found it, let me read. Kama umeipata tutasoma. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, so they were very afraid. And the children of Israel cried out to the Lord. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama wa Misri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Is this not the word that we told you in Egypt, saying, Let us alone that we may serve the Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. And Moses said to the people, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. I met our church in 1996. Nilikutana na kanisa letu mwaka wa 1996. But I never dreamed of becoming a pastor or living in Africa. Lakini sikuwahi kuwa na ndoto ya kufanyika kuwa mchungaji ama kuishi katika bara la Afrika. And after some time, I left the church and I lived however I wanted. Na baada ya muda fulani niliweza kuondoka kanisani nikaishi maisha yangu jinsi nilivyotaka. I used to think that I could manage the things in my life. Nilifikiria kwamba ninaweza nikadhibiti vitu vingi katika maisha yangu. I don't know why at that time, that I had the full of self-confidence. Sijui ni kwa nini wakati huo nilikuwa na ujasiri na mimi mwenyewe. But I used to live with the self-confidence. Lakini niliweza kuishi nikiwa na ujasiri kwangu mimi mwenyewe. Because wherever I went and whatever did, I was recognized to be good and to perform well. Kwa sababu kila mahali nilipoenda niliweza kutambulika kama mtu ambaye nimefanya vizuri. That's why I did not need God at all. Ndio maana sikuhitaji Mungu. However, maybe it was like the 1 or 2 years after I started my work. Mwaka moja, miaka miwili baada ya mimi kuanzisha kazi yangu binafsi. Even I was enjoying the worldly things. Nikawa ninafurahia vitu vya kiulimwengu. But I don't know when exactly, but from the certain moment I started having the emptiness in my heart. Lakini sina ufahamu kamili, lakini baada ya muda fulani nikaanza kuhisi utupu katika moyo wangu. Yeah, this emptiness which penetrated in my heart started growing. Huu utupu ulioweza kuingia katika moyo wangu kaendelea kukua. And this emptiness started, the devouring my entire hope. Na hii utupu uliojaa katika moyo wangu kaanza kuimeza matumaini yangu yote. I started losing the hope. Nikaanza kupoteza matumaini. Even though I tried to bring the hope back in my heart, ijapokuwa nilijaribu kuirejesha matumaini katika moyo wangu, but I failed. Lakini nilishindwa. And every Friday after the work, I met a friend
weekends and I drank up to the next day morning. Na kila Ijumaa baada ya kazi niliweza kutana marafiki wangu na nikawa nakunywa hadi siku iliyofuata. But the joy could not stay in my heart. Lakini bado furaha haikuweza kuishi katika moyo wangu. And I started thinking about committing suicide because of hopelessness. Na nikaanza kutafakari jinsi ya kuweza kujitia kitanzi kwa sababu ya kukosa matumaini. What is good for me to live? Basi kuna haja wapi ya mimi kuishi? Will tomorrow be better than today? Kesho itakuwa bora kuliko leo kweli? I was not sure at all. Sikuwa na hakika kabisa. I didn't get the answer at all. Na sikupata jawabu kabisa. Now that I know why such emptiness entered me. Sasa hivi nimeitambua ni kwa nini utupu kama huu uliingia ndani yangu. I can say that it was the gift of God actually. Ninaweza kusema kwamba ni kipawa cha Mungu. God humbled my heart. Mungu aliweza kuinyenyekesha moyo wangu. And God pushed me into the position where I could not do anything by myself. Na Mungu akanisukuma katika sehemu ambapo singeweza kufanya chochote kwa ajili yangu binafsi. So I was on the verge of death. Nilikuwa katika kituo cha kuweza kufa. Once I found myself on the top of the building, that was the 15-story building. Wakati moja nilijipata juu ya ghorofa ya 15. If I had enough courage, I would have jumped. Kama ningekuwa na ujasiri wa kutosha ningeweza kuruka. But lakini I was like the coward at the time. Wakati huo nikawa niko na uoga. I was afraid. Nikawa na uoga. Even if I may die, hata nikifa, I would not jump over from this skyscraper. Hata kama nikufa siwezi nikaruka kutoka ghorofa huu. This would hurt me a lot. Itaniumiza zaidi. Maybe even if I died, hata kama nikufa, I will die in peace. Heri nikufe katika amani. Without any pain. Pasipo na uchungu wote. So because of that actually, na kwa sababu ya hilo, I could hold myself. Nikawa nimejishikilia. And then I met the one pastor. Na kisha nikakutana na mchungaji mmoja. I poured out what was in my heart. Na nikaweza kumweleza yale yaliyokuwa ndani ya moyo wangu. That is how the gospel in my knowledge entered my heart. Na hivyo ndivyo injili iliyokuwa katika ujuzi wangu ikaingia katika moyo wangu. And from that day on, na kuanzia siku hiyo kuendelea, God has been working in my life. Mungu amekuwa akifanya kazi katika maisha yangu. Hallelujah. Hallelujah. As I said, kama nilivyosema, now throughout this the retreat I want to talk about the practical spiritual lives. Wakati wa hii warsha ningependa kuzungumzia maisha halisi ya rohoni. When you read Matthew chapter 1, unaposoma kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza, you can see the two names of Son of God. Kuna majina mawili ya mwana wa Mungu. The first one is Jesus. Ya kwanza ni Yesu. What is the meaning of Jesus? Maana ya Yesu ni nini? He will save his people from their sin. Ataokoa watu wake kutoka dhambi zao. Yeah, God wants to give us this first name Jesus. Mungu anataka kutupatia hii jina ya kwanza Yesu. So that each and every person in the world they were able to be saved from their sins. Ili kila mmoja katika ulimwengu aweze kuokolewa kutoka katika dhambi zake. Actually, this is the reason why there's so many people they go to church. Hii ndio sababu watu wengi wanaenda kanisani. Everybody knows that if I have sin in my heart, I cannot go to heaven. Kila mmoja anajua kwamba nikiwa na dhambi katika moyo wangu siwezi kwenda mbinguni. A sin will lead me to hell. Dhambi itaniongoza katika jehanamu. That is why people go to church. Ndio maana watu wanaenda kanisani. People pray hard. Watu wanaomba kwa juhudi. Oh God, you help me so that I can be free from sin. Mungu nisaidie ili niwe huru kutoka na dhambi. Yeah, their goal to believe in God is to get the assurance of salvation. Lengo lao kwa Mungu ni kupata hakikisho ya wokovu wao. Yeah, this is the first name of the Son of God that appeared in Matthew chapter 1. Hii ni jina la kwanza la mwana wa Mungu ambalo linapatikana katika kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza. But after that, lakini baada ya hilo, you can see the second name of the Son of God. Unaweza ona jina la pili la mwana wa Mungu. That is the Emmanuel. Hiyo ni Emmanueli. Emmanuel means God with us. Emmanuel inamaanisha Mungu pamoja nasi. So we can interpret in this way. Tunaweza tafsiri jinsi hii. The reason why God sent us Jesus Christ. Sababu ya Mungu kututumia Yesu Kristo. The reason why God wants Jesus to save us from our sins. Sababu ya Mungu kutaka Yesu kutuokoa katika dhambi zetu. It is because God wants to be with us. Ni kwa sababu Mungu anataka kuwa pamoja nasi. Yeah, God wants to be with us. Mungu anataka kuwa pamoja nasi. But because of sin we were separated. Lakini kwa sababu ya dhambi
tulitenganishwa. Because God is a God who cannot dwell with evil. Kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye hawezi akakaa pamoja na maovu. But we do not have the power to solve this problem of sin on our own. Lakini hatuna uwezo wa kusuluhisha hii shida ya dhambi sisi binafsi. That is why God sent his only begotten son Jesus. Ndio maana Mungu akamtuma mwanawe pekee Yesu. And he saved us from our sins. Na akatuokoa kutoka katika dhambi zetu. I really hope that if you do not know the true meaning of Jesus in your heart exactly, natumai kwamba kama haujui maana kamili ya Yesu katika moyo wako, if you still remain in sin and condemnation, kama bado umesalia katika dhambi na hukumu, through this retreat, kupitia hii warsha, you will be able to open your heart and listen to this word of God, uweze kufungua moyo wako na kusikiza hili neno la Mungu, that the first name of the Son of God Jesus may be established in your heart, ili kwamba neno la mwana wa Mungu Yesu iweze kutimia katika moyo wako. And if brothers and sisters who received this first name, the Son of God Jesus, in your heart, na wale ndugu na dada ambao umepokea hili neno Yesu katika mioyo yao, now this is the time that we need to learn the true meaning of Emmanuel. Sasa huu ni wakati wa sisi kuweza kusoma maana halisi ya jina Emmanueli, God with us, Mungu pamoja nasi. God saved us from our sins so that he can be with us. Mungu alituokoa kutoka katika dhambi zetu ili kwamba aweze kuwa pamoja nasi. Hallelujah. Hallelujah. God says, Mungu anasema, the just shall live by faith, kwamba wenye haki wataishi kwa imani. First of all, God wants to make you the just. Kwanza kabisa Mungu angependa kukufanya kuwa mwenye haki. Through the first name of the Son of God Jesus, kupitia jina la kwanza la mwana wa Mungu Yesu, God has made you the righteous. Mungu amekufanya kuwa mwenye haki. And after you become the righteous, na baada ya wewe kufanyika mwenye haki, that's not end. Hiyo sio ndio mwisho. After you become the righteous, baada ya wewe kufanyika kuwa mwenye haki, there's a life that God has prepared for you. Kuna aina ya maisha ambayo Mungu amekuandalia. That is the life, the life of faith. Na hiyo sasa ni maisha ya imani. Yeah, that is called the practical spiritual life. Sasa ndiyo maisha halisi ya rohoni. Hallelujah. Hallelujah. So many people, watu wengi, they have this theoretical faith. Wanao tu hii imani katika ujuzi. What is the difference between the theoretical faith and the practical faith? Kuna tofauti gani kati ya imani katika ujuzi na imani halisi? Yeah, even so many people, they know the Bible and they have a lot of biblical knowledge. Hata hivyo watu wengi wanatambua Biblia na wanao ujuzi nyingi katika Biblia. But since they do not apply what they learn to their daily life, na kwa sababu haweki katika vitendo yale ambayo naisoma katika maisha yao, even though they know many things about the word of God, about the faith, ijapokuwa najua mambo mengi kuhusu neno la Mungu, kuhusu imani, it just remains as a theory. Inabaki tu kama ujuzi. You know, at a crucial moment, na wakati ambapo inahitajika, this word of God could not work in their life. Hili neno la Mungu alifanya kazi katika maisha yao. Yeah, that is called the theoretical life. Hiyo sasa ni maisha tu ya ujuzi. Yeah, that theoretical faith cannot, let you bear the fruit of faith. Hii imani katika ujuzi haiwezi kukusababisha kuzalisha matunda ya imani. So many people, they spend many years without bearing the fruit. Watu wengi wanatumia miaka yao nyingi pasipo kuzalisha matunda. That is why even though they may stay in the church, ndio maana ijapokuwa wanaweza ishi kanisani, even though they may know a lot of the word of God, wenda wanaweza jua neno kwa wingi neno la Mungu, even they could stand in the position to teach others, hata wanaweza simama katika nafasi ya kuweza kufunza watu wengine, lakini they do not have the fruit of faith. Hawana matunda ya imani. Let us check one verse in the Bible. Wacha tuangalie andiko moja katika Biblia. We can check such people in the Bible. Tunaweza kupata watu kama hawa katika Biblia. Let us open to the book of Psalms. Tufungue kitabu cha Zaburi. Psalms chapter 78. Zaburi mlango wa 78. Psalms chapter 78 verse 9. Zaburi 78 mstari wa 9. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Wale wa Efraimu wenye silaha wapiga upinde walirudi nyuma siku ya vita. Now you can see the children of Ephraim. Unaweza kuona katika wana wa Efraimu. Now the Bible says they were armed. Biblia inasema walikuwa na silaha. They were carrying bows.
beba upinde, which means they are ready to fight. kumaanisha wako tayari kupiga vita. If they move forward, Iwapo watapiga hatua kwenda mbele, yeah, definitely they will be able to get the victory. kwa hakika wanaweza upata ushindi. But in the day of battle, Lakini usiku ya vita, they come back. wao waliweza kurejea nyuma. So many people with theoretical faith, they live like these children of Ephraim. Watu wengi waliotuna ujuzi katika imani wanaishi kama hawa wana wa Efraimu. That is why I really hope that throughout this the retreat we are able to learn how to live practical spiritual life. Ndio maana ninatumai kwamba wakati wa hii warsha tutaweza kujifunza jinsi ya kuishi maisha ya halisi ya rohoni. Those who live with the theoretical faith, wale wanaoishi na imani katika ujuzi tu, I can say like this, ninaweza sema hivi, they have a lot of knowledge. wanao ujuzi mwingi. In other words, that they have a very big head. Kwa maneno mengine, wanao kichwa kubwa. They put a lot of knowledge, biblical knowledge, even how to fellowship with others, how to give their counseling. Wanaweka ujuzi mwingi wa Biblia, jinsi ya kuweza kushiriki na wengine na jinsi ya kushauri wengine. They have a lot of big head, wako na kichwa kubwa, but lakini they have a small body. Small body. Wako na mwili mdogo. Why? Because they do not apply what they learn to their daily life. Kwa sababu hawaweki katika vitendo yale waliosoma katika maisha yao ya kila siku. Big head, small body. Kichwa kubwa, mwili mdogo. By a small impact, by the small impact, small push, ikiwa watasukumwa kidogo, what will happen? Ni nini inafanyika? Because they have big head, kwa sababu kuna kichwa kubwa, by a small touch they would fall. Wakiguzwa kidogo tu wanaanguka. And they were not able to get back up. Na wanashindwa kusimama tena. That is why so many people living with this theoretical faith, ndio maana watu wengi wanaoishi na imani katika ujuzi tu, like children of Ephraim, kama wana wa Efraimu, yeah, they may say a lot. Wao huzungumza mengi. Yeah, in this case you are supposed to do this, you are supposed to do that. Katika hali kama hii unastahili kufanya hayo, unastahili kufanya yale. But in the day of battle, lakini siku ya vita, they run away. Wao wanatoroka. I don't think I can win. Sidhani kama naweza shinda hiyo vita. Brothers and sisters, ndugu na dada, I'm sure that if you receive the salvation, na hakika kama unapokea wokovu, from time to time God gives you the heart to read the Bible. Mara kwa mara Mungu anastahili kukupatia moyo wa kusoma Biblia. God gives you the heart to preach the gospel. Mungu anakupatia moyo wa kuhubiri Injili. God gives the heart to give offering and tithe. Mungu anakupatia moyo wa kutoa saka na sadaka zako. Whenever God gives you such heart, kila mara Mungu anakupatia moyo kama huo, definitely you will hear another voice. Kwa hakika utaweza kusikiza sauti nyingine. Another voice from the evil spirit Satan. Sauti nyingine kutoka kwa kutoka kwa Shetani. Oh, you are not ready. Wewe hauko tayari. You cannot afford to do this and that. Wewe huwezi kufanya hili na lile. Those who live with this theoretical faith, wanaoishi na imani katika ujuzi, they know that they are not supposed to follow the voice of the Satan. Wanajua kwamba wastahili kufuata sauti ya Shetani. I have to hear the only one voice. Nastahili kusikiza tu sauti moja. They know this. Wanajua hili. However, lakini in the time of choice, wakati wa wao kuchagua, in the time of choice, you choose to follow the voice of Satan. Wakati wa wao kuchagua, wanaamua kuchagua kufuata sauti ya Shetani. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? Because you live with this theoretical faith. Kwa sababu unaishi na imani katika ujuzi peke yake. However, if you learn how to live the practical spiritual life, lakini ukisoma kuishi maisha ya rohoni halisi, you will be able to get the strength to choose the word of God and make one step. Wewe utapata uwezo wa kuchagua neno la Mungu na utaweza kupiga hatua moja zaidi. And when you make one step, na utakapopiga hii hatua moja, you will be able to see the right hand of God waiting for you there. Na utaweza kuona mkono wa Mungu ikikusubiri pale. So many people have a misunderstanding toward this faith life. Watu wengi wanakosa kujua kuhusiana na kuhusu hii maisha ya rohoni. People think that the true faith life is to attend the church, to listen to the word of God.
Watu wanafikiria kwamba maisha ya ukweli ya imani ni kuhudhuria kanisa, kusikiza neno la Mungu, so that you can increase your spiritual capacity. ili uweze kuongeza kipimo chako cha rohoni. Oh, I learned the word of God so that I can grow my spiritual ability. Nimeweza kujifunza neno la Mungu ili niweze kukuza uwezo wangu wa rohoni. There people expect that by learning the word of God I would get the strength so that I may not be shaken, I may not get any fear, even though I face a lot of difficulties and problems. Watu wafikiri kwamba ninapojifunza neno la Mungu nitaweza kupata nguvu ya kukabiliana na changamoto na nisiwe natingika ninapokutana na changamoto. But that is not true. Lakini hilo sio kweli. That is not the right way of the true practical spiritual life. Hii sio njia halisi, hii sio njia ya kweli ya imani halisi. Many people fall into this deceit of Satan. Watu wengi huanguka katika udanganyifu wa Shetani. I have to be strong. Ninastahili kuwa na uweza. I have to be powerful. Ninahitaji kuwa na nguvu. By receiving the word of God, kwa kupokea neno la Mungu, I can get the strength to overcome the deceit of Satan. Ninaweza kupokea nguvu ya kushinda udanganyifu wa Shetani. Many people want to become the valor and warrior. Watu wengi wanataka kufanyika watu walio na nguvu katika maisha ya rohoni. However, lakini when you live in the spiritual life having such expectations, unapoishi katika maisha yako ya rohoni ukiwa na matumaini kama hayo, from time to time you are deceived by Satan. Mara kwa mara utadanganywa na Shetani. Yes, you may fall. Huenda utaanguka. That is when Satan comes and whisper to you. Na ndio maana Shetani anakuja na anaweza kukunongonezea. You said that you have faith. Wewe ulisema kwamba uko na imani. But now you see that you fall. Lakini sasa unaona umeanguka. You don't have faith. Wewe hauna imani. The faith you had is not genuine faith. Imani uliyokuwa nayo haikuwa imani. You have no faith. Wewe hauna imani. And at the time you condemn yourself and you blame yourself. Na wakati huo unaanza kujihukumu na kujilaumu. And when you lose that boldness to even stand before God, na unapopoteza hiyo ujasiri ya kusimama mbele ya Mungu, now at the time you compromise with the thought that I have no faith, that's why I have no choice but to live like this fleshly life. Na wakati huo unakubaliana na mawazo kwamba sina imani, na ndipo sasa unaweza kuishi maisha ya kufuata mwili. So many even born again Christians, watu wengi hata wale ambao wamezaliwa mara ya pili, the reason why they are being dragged by the fleshly desires, sababu ya wao kuvutwa na tamaa zao za kimwili, it is not because they are more evil than others. Sio kwa sababu wao ndio waovu kuliko wengine. It's not because they are fleshly only. Sio kwa sababu wao ni wa kimwili tu. You are fleshly. Wewe ni wa kimwili. I am fleshly too. Hata mimi ni wa kimwili. That's why we are friends. Ndio maana sisi ni marafiki. Do you have the lust in your heart? Wewe uko na tamaa katika moyo wako? Do you have the laziness in your heart? Uko na uvivu katika moyo wako? Do you have the anger in your heart? Uko na hasira katika moyo wako? Yes or no? Ndio au la? Yes. Ndio. You have such things. Why? Unavyo vitu kama hivi. Kwa nini? Because you have a flesh. Kwa sababu unao mwili. What about me? Na je mimi? What about me? Na je mimi? The same or different? Different. Yeah, same. Ndio, tuko sawa. I also have such fleshly desires. Hata mimi niko na tamaa za kimwili kama hizo. What about Apostle Paul? Na je mtume Paulo? Apostle Paul says in Romans chapter 7, Mtume Paulo anasema hivyo katika Warumi mlango wa 7. I want to do good. Ninataka kufanya mema, but I do not do. Lakini siyafanyi hayo mema. I don't want to do evil. Sitaki kufanya mabaya, but I practice. Lakini hayo mabaya ndio niyafanyayo. Are you the same? Mko sawa na yeye? Are you the same? Yes. Yes, you are the same. Ndio tunafanana. As long as we are in this world having flesh, mara tu utakapokuwa katika ulimwengu na ukiwa na katika mwili wako, we cannot have to live with these fleshly desires. Hatuwezi tukaishi pasipo kukuwa na hizi tamaa za kimwili. You see, in the book of Revelation, unaona katika kitabu cha Ufunuo. Let us open to the book of Revelation. Tufungue kitabu cha Ufunuo. Revelation chapter 2. Ufunuo mlango wa 2. Verse 15. Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 15. Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikoli vile vile.
Now here you can see that the doctrine of Nicolaitans. Unaweza kuona mafundisho wa Nikolai. What is the doctrine of Nicolaitans? Mafundisho wa Nikolai ni nini? These people say that we receive the salvation. Hao watu wanasema tulipokea wokovu. And that our spirit will go to heaven. Na roho yetu itaweza kwenda mbinguni. Flesh will go back to the dust. Na mwili utarejea katika ardhi. That's why, with this flesh, however we live, God does not care. Na ndio maana na huu mwili haijalishi tutaishi namna gani, Mungu hajalishwi. It is not matter how we live, how do we deal with this flesh. Haijalishi ni jinsi gani tunavyoishi na jinsi gani ambavyo tunatumia huu mwili. Even if we commit sins, hata kama tutatenda dhambi, even if we do evil things, hata kama tutafanya maovu, the flesh is the thing that does those things. Ni mwili ndio unaofanya haya maovu yote. But our spirit will go to heaven. Lakini roho yetu itaenda mbinguni. You see, this is how the doctrines of Nicolaitans said. Haya ndio mafundisho ya Wanikolai. And the people who do not live with practical spiritual lives, they follow these kind of teachings. Na watu ambao hawaishi katika maisha ya rohoni sahihi wanaweza kuanguka katika mafundisho kama haya. Yes, I tried to live a good life. Ndio, nimejaribu kuishi maisha mazuri. I tried my best to obey the word of God. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu kutii neno la Mungu. I tried by my best to serve God, to serve the church, to preach the gospel. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu kutumikia kanisa, kuhubiri injili na kumtumikia Mungu. But from time to time, lakini mara kwa mara I face the challenges. Ninakutana na changamoto. I face the temptations. Ninakutana na majaribu. And I fall into the deceit of Satan. Na ninaanguka katika udanganyifu wa shetani. At that time, Satan gives you this voice. Na wakati huo shetani anakupatia hii sauti. You have no faith. Wewe hauna imani. God is not pleased with you. Mungu hafurahishi na wewe. God will not help you. Mungu hatakusaidia. God will not work for you. Mungu hatakufanyia kazi. Yeah, for others, they have the beautiful testimony, but you are not. Kwa wengine wanao shuhuda nzuri, lakini wewe hauna. And you lose the boldness. Na unapoteza ule ujasiri. God is not pleased with me. Mungu hafurahishi na mimi. Even if I pray, God will not, hear my prayer. Hata kama nitaomba, Mungu hataweza kusikiza maombi yangu. Even if I preach the gospel, this person will not receive salvation because I have no faith. Hata kama nitahubiria huyu mtu injili, hataweza kuipokea kwa sababu sina imani. Even though I make a pledge for the construction, probably God will not help me. Hata kama nitatoa nadhiri kwa ajili ya ujenzi, Mungu hatanisaidia because I don't have faith. Kwa sababu sina imani. And they throw themselves into the desires of the flesh. Na kwa hivyo wanajitupa wenyewe katika tamaa za mwili. And they live as a slave of the flesh. Na sasa wanaanza kuishi kama watumwa wa mwili. So many people, watu wengi, even among the born again Christians, hata miongoni mwa wale ambao wamezaliwa wa Kristo ambao wamezaliwa mara ya pili, they compromise with the thought that God will not work for me because I have no faith. Wanakubaliana na hili wazo kwamba Mungu hatafanya kazi kupitia mimi kwa sababu sina imani. Today I want to tell you the one thing which is really important. Leo ningetaka kukueleza jambo moja ambalo ni la muhimu zaidi. As I told you, you have the flesh. Kama nilivyoeleza, wewe una mwili. We are born with this evil heart. Tumezaliwa na huu moyo mwovu. That's why our evilness is the default. Ndio maana uovu wetu ni kitu ambacho tutakaa nayo. When your evil heart, when your fleshly desires appears in your life, wakati tamaa zako za kimwili inavyodhihirika katika maisha yako, Satan comes and condemn you. Shetani anakuja na anaanza kukuhukumu. But you have to respond to the Satan in this way. Lakini unastahili kumjibu Shetani kwa njia hii. This is what Bible says. Hii ndiyo Biblia inasema. Let us open to the book of Hebrews. Tufungue kitabu cha Waebrania. I hope you follow me well. Natumai kwamba unanifuata kwa makini. I really hope that this part will first of all become clear in your heart. Natumai hii sehemu inafanyika kuwa wazi katika moyo wako. Hebrews chapter 4. Waebrania mlango wa Hebrews chapter 3. Waebrania mlango wa 3. Hebrews chapter 3 verse 10. Waebrania mlango wa 3 mstari wa 10. Therefore I was angry with that generation and said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. Kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki, nikasema siku zote ni watu waliopotoka mioyo hawa, hawakuzijua njia zangu. They always go astray.
Kila mara wao wanapotoka njia. You always go astray. Sisi kila wakati tunapotea njia. I always go astray. This is the default. Mimi kila wakati hupotea njia. Hii ndio hali yangu halisi. Genesis chapter 6 verse 5 says the human heart is evil continually. Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 5 unasema moyo wa mwanadamu ni ovu tu siku zote. Some people think that after I receive the salvation my heart become good. Baadhi ya watu fikiria kwamba baada ya mimi kupokea wokovu moyo wangu unafanyika kuwa nzuri. No, that's not so. Sio hivyo. The word of God stands forever. Neno la Mungu linasimama siku zote. This word of God which says the human heart is evil continually never change. Hili neno la Mungu linalosema kwamba moyo wa mwanadamu ni ovu siku zote haibadiliki. This is Hebrews chapter 3 verse 10 which says that we always go astray. This stands forever. Hii Waebrania 3 mstari wa 10 unaosema tunapotoka kila wakati itasalia kuwa vile vile kila wakati. We have to remember. Ni lazima tukumbuke. We should not forget. Hatustahili kusahau. I always go astray. Mimi kila mara ninapotea njia. This is the starting point of the practical spiritual life. Hapa ndipo mwanzo wa maisha ya rohoni halisi. Jesus said, repent and believe in the gospel. Yesu anasema tubu na uamini Injili. Pastor Paul, in our mission, he even wrote a book that repentance and faith. Mchungaji Oxupa katika huduma yetu ameandika kitabu kwa mada toba na imani. Without true repentance, we can never reach the true faith. Pasipo toba ya kweli hatuwezi tukaifikia imani ya kweli. But many people want to have faith. Lakini watu wengi wangependa kuwa na imani. What kind of faith? Imani aina gani? The faith that enable them to get the strength so that they may not be shaken by any kind of problem, any kind of challenges. Wangependa kuwa na imani ambapo wakati wanakumbana na hali wasiweze kutingika, wasiweze kuwa na wasiwasi wakati wote ule. Yeah, that is our wish. Hiyo ndio matumaini yetu. Even Apostle Paul has that wish. Hata mtume Paulo alikuwa na tamanio kama hilo. I want to do good. Ningependa kufanya mema. I don't want to do evil. Sitaki kufanya maovu. But I practice the evil. Lakini najipata nafanya yale maovu. And one day he realized. Na siku moja akatambua. Oh, wretched man that I am. Mtu mwovu nilio mimi. He was trying to fight against this evilness on his own. Ndiye alijaribu kupigana na uovu kibinafsi. But he failed. Lakini alishindwa. Because he failed. Na kwa sababu alishindwa. That's why he was in confusion. Na ndio maana akawa katika hali ya kuchanganyikiwa. One day God allowed him to discover. Lakini siku moja Mungu akamsababisha aweze kutambua. Oh, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Nikifanya yale nisiyotaka kuyafanya, sio mimi niyafanyaye, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. This evil heart that which dwells in me continue to lead me in this fleshly lives. Moyo mwovu unayokaa ndani yangu ndio unaendelea kuniongoza katika maisha ya uovu. I am with this, the body of death. Mimi ninao huu mwili wa mauti. Oh, wretched man that I am. Mimi ole wangu mimi. It is not that I have to fight the body of death on my own. Sio kwamba nipigane na huu mwili wa mauti binafsi. I need somebody who can deliver me from this body of death. Ninahitaji mtu ambaye anaweza kuniokoa kutoka katika huu mwili wa mauti. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Jeremiah chapter 2. Jeremiah mlango wa 2. Verse 13. Mstari wa 13. Jeremiah chapter 2 verse 13. Jeremiah mlango wa 2 mstari wa 13. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. The Bible says my people have committed two evils. Biblia inasema watu wangu wametenda maovu mawili. The first one is they have forsaken me, the fountain of living waters. Ovu la kwanza, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima. Yeah, as a result, you are separated from this, the living water. Kwa matokeo yake ni kwamba tulitenganishwa na haya maji ya uzima. When you are separated from the living water, what would happen to you? Wakati ambapo umetenganishwa na maji ya uzima, ni nini itafanyika na wewe? As you see that I have been speaking a lot, right?
right? Kama unavyoona nimekuwa nikiongea sana, si ndio? As a result, I become thirsty. Kwa matokeo yake ninakuwa na kiu. That's why I need to drink water. Ndio maana nahitaji kunywa maji. Now, here, because people committed the first evil, which resulted in separating God from us, na kwa sababu hapa watu walitenda maovu na matokeo yake ilikuwa ni sisi kutenganishwa na Mungu. Everyone in this world become thirsty. Kila mmoja katika huu ulimwengu akafanyika kuwa na kiu. Oh, I'm thirsty of truth. Mimi niko na kiu ya ukweli. I'm thirsty of hope. Ninayo kiu ya matumaini. I'm thirsty of the righteousness. Nina kiu ya haki. And then, na kisha God wants people to return to him. Mungu anataka basi watu warejee kwake. Those who are thirsty, you come to me. Wale walio na kiu njooni kwangu. Jesus said, those who labor and heavy laden, you come to me, I will give you rest. Yesu anasema wale walio na mizigo waje kwangu nitawapumzisha. But at the time Satan deceives people into thinking that now you are thirsty, you have to find the water by yourself. Lakini sasa wakati huo shetani anadanganya watu akiwaeleza kwa sababu uko na kiu basi utafute maji ukate kiu yako. You have to serve God on your own. Ni lazima uweze kumtumikia Mungu kwa uwezo wako. You have to devote yourself to serve the God, follow the word of God and obey the church. Uweze kujiweka kumtumikia Mungu, kufuata neno la Mungu na kufuata kanisa. However, lakini now you see that people use their strength to follow such word, yet they run out of the strength. Unaona watu wanaweza kufuata maneno kama hayo lakini baadaye wanapungukiwa na nguvu. And one day this weakness and the evilness appeared in their daily life. Na wakati mmoja huu dhaifu na uovu inadhihirika katika maisha yao ya kila siku. That is when Satan comes and attack. Na hapo ndipo shetani anakuja na kuwavamia. Satan never miss the chance. Shetani hawezi kupoteza hiyo fursa kama. Yes, you have tried to serve God, you have tried to believe in God, but now you see you are lacking of faith. Ndio umejaribu kumtumikia Mungu, umejaribu kumtegemea Mungu, lakini sasa unaona unapungukiwa na imani. You have a lot of desires. Wewe unayo tamaa nyingi. You are so lazy. Wewe ni mtu mvivu. And na people who listen to this voice of Satan, they lose their strength and they lose their hope. Watu wanaosikiza hii sauti ya shetani wanapoteza nguvu na wanapoteza matumaini. That is how so many people live. Hivi ndivyo powerless Christians. Hivi ndivyo watu wengi wanaishi wakiwa Wakristo wasio na nguvu. Today, I read Exodus chapter 14. Leo tulisoma kitabu cha Kutoka mlango wa 14. Let us go back to the Exodus chapter 14. Turejelee kitabu cha Kutoka mlango wa 14. Now the verse 10. Kuanzia mstari wa 10. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, so they were very afraid. And the children of Israel cried out to the Lord. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, wa Misri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Verse 11. Mstari wa 11. Then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians? For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Now let's think about it. Sasa tuweze kufikiria kuhusu hili. These Israelites for many years they served as slaves in the land of Egypt. Hawa wana wa Israeli kwa miaka mingi walitumika kama watumwa katika nchi ya Misri. And all day long and all of their entire life, they lived
miserable life as a slave. Siku nzima yote na maisha yao yote waliweza kuishi maisha ya kutabika chini ya Wamisri. But one day God sent the Moses. Na siku moja Mungu akamtuma Musa. Moses who came to the land of Egypt. Musa aliyekuja katika nchi ya Misri. He started fighting against the Pharaoh. Na akaanza kupigana kinyume na Farao. And all Israelites, they could witness how God destroyed the Pharaoh through these 10 plagues. Na wana wa Israeli wote waliweza kushuhudia jinsi Mungu alivyoangamiza wa Misri kupitia mapigo 10. Yeah, in the beginning, they might have the kind of question mark. Mwanzoni wangeweza kushuku ile kazi ya Mungu. Who is this man? Huyu mtu ni nani? This man, his name is Moses. Huyu mtu jina lake anaitwa Musa. And he said that, he will deliver us out of Egypt. Na alisema kwamba ataweza kutuokoa kutoka katika mikono ya wa Misri. He said that he will take us to the land of Canaan, the land of promise. Alisema kwamba atatupeleka katika nchi ya Kanaani, nchi ambayo ni ahadi. Is it possible? Hii inawezekana? Yeah, in the beginning they might have had kind of a question mark and confusion in their heart. Mwanzoni wangeweza kukuwa na hii shauku katika mioyo yao na kuweza kuwa na maswali. But as time went by, lakini muda ulivyozidi kwenda, they could witness how God destroyed the land of Egypt with these 10 plagues. Waliweza kushuhudia jinsi Mungu alivyoangamiza nchi ya Misri kupitia mapigo 10. Surely they experienced the works of God. Kwa hakika waliweza kushuhudia kazi za Mungu. Yeah, they were shocked. Na wakawa wamepigwa na butwaa. Wow, this is the power of God. Huu ni uwezo wa Mungu. And finally they were able to get out of the land of Egypt. Na mwishowe wakaweza kuondoka katika nchi ya Misri. Now they stood before the Red Sea. Na sasa wakasimama mbele ya bahari ya Shamu. Now the Red Sea blocked them. Na bahari ya Shamu ikawa imewakinga. And then their back, these Egyptian soldiers and chariots, they were chasing after. Na pale nyuma hawa askari wa Misri wakawa na wafuata. Now here we can see that from verse 10 to 12, from 10 to 12 we can see what these Israelites saw. Na hapa katika mstari wa 10 hadi 12 tunaweza kuona yale Waisraeli walioyaona. They saw the Red Sea. Waliweza kuona bahari ya Shamu. And they saw the Egyptian soldiers and chariots. Na nyuma yao waliweza kuona askari wa Misri. Because of that, na kwa sababu ya hilo, they got fear. Na wakawa na uoga. Even they complained to the Moses. Hata wakamnungunikia Musa. That is what they saw with their eyes. Hilo ndilo waliona na macho yao. Lakini what Moses saw was different. Kile ambacho Musa alikiona ni tofauti. Let us read verse 13 and 14. Tusome mstari wa 13 na 14. And Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever." Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Leo hamtawaona tena, kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Verse 14, mstari wa 14, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Hallelujah. Moses saw, Musa aliona salvation of the Lord. Aliona wokovu wa Bwana. Hallelujah. What Israelites saw was the Red Sea and the Egyptian soldiers. Ile Waisraeli walichokiona ni bahari ya Shamu na askari wa Misri. They got the fear in their heart. Na wakaweza kupokea uoga katika mioyo yao. They lost the peace. Na wakapoteza amani yao. Because of that they even complained. Na kwa sababu ya hilo wakaanza hata kulalamika. Lakini what Moses saw was, ile ambacho Musa alikiona ni salvation of the Lord. Ni wokovu wa Bwana. Let us go back to the verse 13. Turejelee katika mstari wa 13. Stand still
and see the salvation of the Lord. Simameni tu mkauone wokovu wa Bwana. Now here we can see the verb see, right? Sasa hapo unaweza kuona neno kwamba ona. See the salvation of the Lord. Mkauone wokovu wa Bwana. And from the second part you see that for the Egyptians whom you see today, right? Na katika sehemu ya pili, wa Misri mliowaona leo. There are Egyptians you see, wa Misri mnaowaona, but Moses wants you to see the salvation of the Lord. Lakini Musa anauona wokovu wa Bwana. Here we can see that there are two eyes. Tunaweza kuona kwamba kuna macho aina mbili. Those who have the theoretical faith only, wale walio na imani ya ujuzi tu, they cannot go beyond their scope. Hawawezi wakaenda zaidi ya upeo wao. They cannot go beyond their understanding. Hawawezi wakaenda zaidi ya kuelewa kwao. Yes, it is true that God has been working for me. Ndiyo kweli Mungu amekuwa akinifanyia kazi. Yeah, it is true that God has been working through these 10 plagues. Ndiyo Mungu amekuwa akifanya kazi kupitia haya mapigo 10. But now you see, we are stopped by this Red Sea. Lakini sasa unaweza ona kwamba tumesimamishwa na hii bahari ya Shamu. These Egyptian soldiers and chariots, they are coming after us. Na hapa nyuma yetu askari wa Misri wanatukujia. We are going to die. Sasa sisi tunaenda kufa. This is what these Israelites saw with their own eyes. Hilo ndilo Waisraeli waliweza kuona na macho yao wao wenyewe. But lakini there is another eye. Kunayo jicho nyingine. Moses, the servant of God, has. Musa ambaye ni mtumishi wa Mungu aliyokuwa nayo. The church has. Jicho ambalo kanisa linalo. You see the salvation of the Lord. Ya kuona wokovu wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Dear Kenya brothers and sisters. Ndugu na dada wa Kenya. What kind of eyes do you live with? Wewe unaishi na macho aina gani? If you live with the eyes of the Israelites in verse 13. Iwapo unaishi na macho ya hawa wana wa Israeli katika mstari wa 13. Even if you have seen how God has been working in Kenya. Ijapokuwa umeona jinsi Mungu anavyofanya kazi katika nchi ya Kenya. You would always live like these children of Ephraim who turned back. Wewe utaweza kuishi kama wana wa Efraimu wanaorejea nyuma. It is great that God has been working for the church. Mungu ameweza kufanya kazi kwa ajili ya kanisa. Lakini I am not able to be partaker. Mimi siwezi kuwa mmoja wa wale wanaoshuhudia. Because I am so fleshly. Kwa sababu mimi ni mtu wa kimwili. I am so weak. Mimi ni mtu dhaifu. I have so much the lacking and shortcomings. Ninao udhaifu nyingi na upungufu mwingi. I do not have faith. Mimi sina imani. You live in this visible world. Wewe unaishi katika ulimwengu unaoonekana. As long as you belong to this visible world, mara tu unapokuwa mtu wa ulimwengu unaoonekana, it is impossible for you to live practical spiritual lives. Haiwezekani wewe kuweza kuishi maisha ya imani halisi. Book of Colossians. Kitabu cha Wakolosai. Book of Colossians chapter 1. Kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza. Colossians chapter 1 verse 16. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 16. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. I want us to focus on these two parts, the words visible and invisible. Nataka tuzingatie haya maneno mawili, inayoonekana na isiyoonekana. Now as I explained to you that Israelites, they were of this visible world. Kama nilivyowaeleza, Waisraeli walikuwa ni watu walioishi katika ulimwengu unaoonekana. That's why they saw the Red Sea. Ndio maana waliweza kuona bahari ya Shamu. Yeah, it is true. Ni kweli. It is the real that they were blocked by this Red Sea. Ni kweli kwamba waliweza kuzuiliwa na bahari ya Shamu. And they were being chased after
Egyptian soldiers. na nyuma yao walikuwa wanafuatwa na askari wa Misri. According to their eyes, Kulingana na macho yao, it is what is called real and true. hii ndiyo inaonekana kuwa ni ya ukweli. You can find the similar story in the Bible. Unaweza pata hadithi sawia katika Biblia. Moses sent the 12 spies to spy out the land of Canaan. Musa alituma wapelelezi 12 kuweza kupeleleza nchi ya Kanani. 10 spies, they came back with the report. Na wapelelezi 10 wakakuja na ripoti. There are a lot of giants. Kunao majitu wengi. These enemies, they are very strong. Hao maadui wetu wako na nguvu nyingi. We are like grasshoppers. Sisi ni kama nzige machoni pao. Yes, their reports are real based on this visible word, the visible understanding. Ndiyo, ripoti yao ni sahihi kutegemea hii ulimwengu unaoonekana. But Lakini according to the invisible word, kutegemea ulimwengu usioonekana, Moses could see what is invisible through the eyes of faith. Musa aliweza kuona visivyoonekana kupitia macho ya imani. You see the salvation of the Lord. Wewe ninyi mtaweza kuona wokovu wa Bwana. Joshua and Caleb, who had the eyes of faith, Joshua na Kalebu ambao walikuwa na macho ya imani, even though they saw the same things that the other 10 spies saw, ijapo waliweza kuona yale ambao wapelelezi 10 walioweza kuyaona, but Joshua and Caleb, they brought the different report. lakini Yoshua na Kalebu waliweza kuleta habari tofauti. They are our bread. Wao watakuwa mikate yetu. Hallelujah. Hallelujah. They are our bread. Wao watakuwa mikate yetu. Oh, there are a lot of difficulties and challenges in my life. Kuna magumu mengi na changamoto mengi katika maisha yangu. Yes, I do have weaknesses. Ndiyo, ninayo udhaifu. I also have these desires of the flesh. Hata mimi ninazo hizi tamaa za mwili. But Bible says, Lakini Biblia inasema, this is how I was born. hivi ndivyo nilivyozaliwa. This is the default. Hii ndio hali yangu halisi. So that is why I need somebody who will save me from these desires. Ndio maana nahitaji mtu ambaye ataweza kuniokoa kutokana na hizi tamaa. Just as the Apostle Paul testified, Kama mtume Paulo anavyoshuhudia, who will deliver me out of this body of death? ni nani atakayeniokoa kutoka katika huu mwili wa mauti? It is Jesus. Ni Yesu. Hallelujah. Hallelujah. In Romans chapter 8 verse 1, Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza he said, inasema, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. hakuna tena hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu. Yes, I have a lot of desires of the flesh. Ndiyo, ninayo tamaa nyingi za mwili. I have so many weaknesses. Ninayo udhaifu mwingi. I have so many fear in my heart. Ninayo uoga mwingi katika moyo wangu. This is who I am. Hivi ndivyo nilivyo. But God, you know who I am. Lakini Mungu, wewe unafahamu mimi ni nani. God, you know how I am. Wewe unajua jinsi nilivyo. That's why, God, I need you. Ndio maana Mungu nakuhitaji wewe. That's why, God, I need the church. Ndio maana Mungu nahitaji kanisa. That's why, God, I need the Savior. Ndio maana Mungu nahitaji Mwokozi. And Na Jesus is ready Yesu yuko tayari save you from any kind of situation. kukuokoa katika hali yoyote ile. Hallelujah. Haleluya. Jesus said, Yesu anasema, I am the shepherd. mimi ndiye mchungaji. I know my sheep. Ninajua kondoo wangu. They follow me. Wao hunifuata. And Jesus said, I know them. Na Yesu anasema kwamba ninawatambua. Jesus knows that you are weak. Yesu anajua kwamba wewe ni mdhaifu. Jesus knows that you have a lot of desires. Yesu anajua kwamba uko na tamaa nyingi. Jesus does not want you to live having condemnation in your heart. Yesu hataki uishi ukiwa na hukumu katika moyo wako. Even though you have weaknesses, Ijapokuwa uko na udhaifu. if you believe that Jesus knows you, Ikiwa unaamini kwamba Yesu anakufahamu, He will never hesitate to draw near to Him. hauwezi kuwa na wasiwasi ya kumkaribia Yesu. When you draw near to Him, Unapomkaribia Yesu, He will embrace you. yeye ataweza kukukumbatia. He will fix you. He will fix you. Atakukumbatia. He will strengthen you. Na atakupatia nguvu. Hallelujah. Hallelujah. This is how God has led me. Hivi ndivyo Mungu ameweza kuniongoza mimi. As I told you, Kama nilivyowaeleza, I was on the verge of death. mimi nilikuwa ninachungulia mauti. Even in Rwanda. Hata katika nchi ya Rwanda. I went to Rwanda 2009. Nilienda nchi ya Rwanda mwaka 2009. I don't know how much you know about Rwanda. Sijui mnaufahamu kiwango gani kuhusu nchi ya Rwanda. Rwanda is the country that has the
tragedy, big, the wound, and so many people, they have the big wound in their heart due to the genocide against Tutsi that took place back in 1994. Raia wengi wa nchi ya Rwanda wako na vinonda katika mioyo yao kutokana na mapigano ya wao kwa wao iliyofanyika mwaka 1994. In 100 days, more than 1 million people were killed. Kwa siku 100 zaidi ya watu milioni 1 waliuawa. Most of the people, watu wengi, they lost their family. Walipoteza familia zao. When I went to the Rwanda, nilipoenda katika hiyo nchi ya Rwanda, I met so many youngsters, youth. Nilikutana na vijana wengi. And I learned one thing. Na nikaweza kujifunza kitu kimoja. Many youth, their birth month and birthday is January 1st. Vijana wengi wamezaliwa tarehe 1 mwezi wa Januari. It was not just one or two. Sio mmoja, sio wawili. So many youth. Wengi wao. When I asked them to write their birthday, birth month and birth year, ninapowauliza waniandikie siku yao ya kuzaliwa, mwezi na mwaka, yeah, they filled the birth year, they knew their birth year. Ndio walijua mwaka wao wa kuzaliwa. But the birthday and birth month is always 1st January, many of them. Lakini kila mara wanaandika ni tarehe 1 mwezi wa Januari, tarehe 1 mwezi wa Januari. In the beginning, I thought that, wow, what a coincidence that many people in Rwanda, they were born in 1st January. Mwanzoni nikawa nafikiria ni nasibu kiwango gani kwamba watu wengi nchini Rwanda walizaliwa tarehe 1 mwezi wa Januari. But actually it was not so. Lakini sio hivyo. I learned later that they did not know when they were born exactly. Niliweza kujifunza kwamba hawana ufahamu ni lini waliweza kuzaliwa haswa. You may not understand what I meant. Huenda msielewe ninachomaanisha. Because at their younger age, they lost their parents, they lost their family. That's why nobody could tell them, this is your birthday, this is your birth month. Kwa sababu wakati katika udogo wao waliweza kupoteza wazazi wao na wakakosa mtu wa kuwaeleza ni lini haswa walipozaliwa. About the 400,000 kids, they became orphans. Watoto takriban 400,000 walifanyika mayatima. About the 700,000 widows and their families. Na kukawa na wajane takriban 700,000. People lived with the big wound and the scars in their heart. Na watu wakaishi na vinonda vikubwa na kovu katika mioyo yao. In the beginning of my mission, mwanzoni mwa huduma yangu, I said to myself, nikajiambia, I will console their heart. Nitaweza kuwapatia faraja katika mioyo yao. I will embrace their heart. Nitaweza kukumbatia mioyo yao with the word of God. Na neno la Mungu. I will comfort them. Nitaweza kuwatia faraja. I will try to understand them. Nitajaribu kuwaelewa. And I used my strength and my determinations. Na nikatumia nguvu zangu na juhudi zangu. But as I told you, kama nilivyowaeleza, you see that we human being, we are weak. Unaona sisi wanadamu tuko dhaifu. There is nothing we can do with our own determinations. Hakuna kitu ambacho tunaweza fanya na juhudi zetu sisi wenyewe. It seemed wonderful and great. Ilionekana ni kitu cha ajabu na ni kitu kikuu. It sounds, beautiful. Inaonekana ni kitu cha kurembesha. Pastor, as a missionary, you dedicate yourself for the lives of Rwanda. Kama mchungaji, kama missionary, uweze kuweka maisha yako kwa ajili ya wananchi wa Rwanda. But I did not know this, the practical spiritual life at that time. Sikujua hii maisha halisi ya rohoni wakati huo. I tried my best to teach them the word of God. Nilijaribu kadri ya uwezo wangu kuweza kuwafunza neno la Mungu. And I tried to even open their heart. Na nikajaribu hata waweze kufungua mioyo yao. But things did not go as I wanted. Lakini vitu havikufanyika jinsi nilivyokuwa natarajia. After 2 or 3 years, na baada ya miaka 2, miaka 3 hivi, I started being disappointed. Nikawa ninakata tamaa. And I said to myself, na nikajiambia, maybe I'm not the right person for Rwanda. Huenda mimi sio mtu ambaye anastahili kuwa Rwanda. It is better for headquarters to dispatch another missionary who has a faith, because I don't have faith. Ni heri makao yetu makuu iweze kumtuma missionary mwingine ambaye ako na imani, kwa sababu mimi sina imani. Maybe I can't understand, I can't embrace the heart of Rwandese. Siwezi nikakumbatia mioyo ya Rwanda.
I was captured by this kind of thought. Nikawa nimenaswa na nia kama hii. Even though Bible says there is no condemnation in Christ Jesus, but I started condemning myself. Ijapokuwa Biblia inasema kwamba hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu, lakini mimi nikajihukumu mwenyewe. Why? Kwa nini? Because I followed my own eyes. Kwa sababu nilifuata macho yangu mimi binafsi. What is the consequence of following my own eyes? Na matokeo ya mimi kufuata macho yangu ni nini? I tried my best to embrace the heart of Rwandese, but the consequence was to give up. Nilijaribu kadri ya uwezo wangu ili niweze kukumbatia wa Rwanda, lakini matokeo ilikuwa ni mimi kukata tamaa. That is when I gave up. I gave up on my ministry. Ndio maana nikakata tamaa kabisa katika huduma yangu. Yeah, I met the Pastor Park here in Kenya. Nikakutana na mchungaji Park hapa nchini Kenya. I wanted to speak to him. Nikataka kuongea na yeye. Pastor, mchungaji, I don't think I can keep doing ministry in Rwanda. Sidhani kama nitaendelea kufanya huduma katika nchi ya Rwanda. I wanted to do the ministry well. Nilitaka kufanya hiyo huduma vizuri. But I don't think I can do it. Lakini sidhani kama naweza ifanya. With this kind of heart, na moyo kama huu, I was pouring out my heart. Nikawa ninafungua moyo wangu. What was my problem? Shida yangu ilikuwa ni nini? I thought that I could do it. Nilifikiria kwamba ninaweza fanya. I thought that if I try my best, nilifikiria kwamba nikijaribu na juhudi zangu, I could embrace the heart of the Rwandese. Ningeweza kukumbatia mioyo ya Warwanda. I could be the medication on them. Mimi ningeweza kuwa tiba kwao. I could, console their heart. Ningeweza kufariji mioyo yao. But lakini that was not true. Hilo halikuwa kweli. Why? Kwa nini? Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, I am nothing but a dust. Mimi sio kitu bali ni mavumbi. Even though it was biblical, ijapokuwa imeandikwa katika Biblia, my failure actually it was the biblical. Kushindwa kwangu ni iko katika Biblia, but lakini I did not believe in the word of God the way it was. Sikuamini katika neno la Mungu jinsi ilivyo. That's why I blamed myself. Ndio maana nikajilaumu mimi mwenyewe. I was disappointed. Nikawa nimeshushwa moyo. It led me to give up on my ministry. Na ikaniongoza ili niweze kukata tamaa katika huduma yangu. At the time, wakati huo, I was in need of somebody who would save me from this thought, from this trap of Satan. Nikawa katika hitaji ya mtu ambaye anaweza kuniondoa katika huu mtego wa shetani. I was so thankful to God who has sent me at the time, who sent me that savior. Nikawa na shukrani kwa Mungu kwa sababu ya kunitumia mwokozi wakati huo. That was the servant of God. Huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. That was the church. Hiyo ni kanisa. That was the word of God. Hilo ni neno la Mungu. And the word of God came to me through his servant. Na neno la Mungu likaja kwangu kupitia mtumishi wake. Pastor Park gave me the big smile. Mchungaji wa Park akanipatia tabasamu kubwa. I thought that you'd come back to Korea and receive the training again. Nilifikiria kwamba ataniambia kwamba niweze kurejea katika nchi ya Korea na niweze kupokea mafunzo zaidi. But he said, lakini alisema, for Rwanda, kwa ajili ya Rwanda, you train brothers and sisters. Uweze kufunza ndugu na dada. When number of brothers and sisters reaches 100, wakati idadi ya ndugu na dada itakapofika 100, you do great work. Wewe utaweza kufanya kazi kubwa. This word gave me the hope. Hili neno likanipatia tumaini. This word saved me from that deceit of Satan. Na hili neno likaweza kuniokoa kutoka udanganyifu huo wa shetani. This word of God started working in my ministry. Na hili neno la Mungu likaanza kufanya kazi katika huduma yangu. After some time, I received the promise of God through the servant of God. Baada ya muda nikaweza kupokea ahadi ya Mungu kupitia mtumishi wa Mungu. All Rwanda will be saved. Wa Rwanda wote wataweza kuokolewa. This promise also gave me a lot of hope. Na hili ahadi pia likanipatia matumaini nyingi. All Rwanda will be saved. Wa Rwanda wote wataweza kuokolewa. And at that time, we made plans to preach the gospel on the radio. Na wakati huo tukaweza kutengeneza mpango wa kuweza kuhubiri injili kupitia redio. But we did not have enough finance. Hatukuwa na pesa ya kutosha. I see the big number of the brothers and sisters here. Ninaweza kuona idadi kubwa ya ndugu na dada hapa. But
Back then, the number of brothers and sisters were very few. Lakini wakati huo idadi ya ndugu na dada ilikuwa ni chache. Maybe 70 or 80. Huenda ni watu 70, 80. Most of them were youth. Na wengi wao walikuwa ni vijana. Or the elderly people. Ama watu ambao ni wa makamu. Very few brothers and sisters, they worked, and which means they made the money. Ndugu na dada wachache zaidi ndio waliokuwa nafanya kazi, kumaanisha walikuwa wanatengeneza pesa. I remember that, the offering in 1 week, sometimes it could be like $4 or $5 only. Ninakumbuka kwamba sadaka zetu kwa wiki moja ingekuwa ni $4 ama $5. But in order to preach the gospel on the radio, we have to pay at least $200 per month. Lakini ili tuweze kuhubiri injili kupitia redio tunahitaji kulipa $200 kwa mwezi. But this promise of God that all Rwanda will be saved, lakini kupitia hili ahadi ya Mungu kwamba Warwanda wote wataweza kuokolewa, it started working. Ilianza kufanya kazi. After the crumbling down my heart, baada ya kuinyenyekesha moyo wangu, God started working by himself. Mungu alianza kufanya kazi yeye mwenyewe. Actually, it's the shame to say, but I hesitated so much. Hakika ni jambo la aibu kusema, lakini nilikuwa na wasiwasi nyingi. God, I will do next time when our finance, the situation gets better. Mungu, nitafanya wakati ujao, wakati tutakuwa hali yetu ya kifedha itakuwa sawa. But one day, one sister came to me. Lakini siku moja dada moja akaja kwangu. And she shared her salvation testimony. Na akaweza kushiriki ushuhuda wake wa wokovu. Actually, for Rwandese to share a story how they survived during genocide, it was not easy at all. Hakika kwa watu wa Rwanda kuweza kushiriki habari zao wakati wa mapigano sio rahisi. But she shared her story with me, how she survived during the genocide. Lakini aliweza kunieleza jinsi alivyoweza kutoka katika vile vita. And he gave me the one envelope. Na akanipatia envelope moja. Before that time, I had never received any money individually. Hadi kufikia wakati huo sikuwa nimewahi pokea pesa kutoka mtu binafsi. I thought that maybe this is the card. Sometimes the brethren, give the card, written that, that I appreciate you, congratulations, right? Nilifikiria kwamba amenipatia tu kadi ya kuweza kunipongeza, kwa sababu wakati mwingine ndugu na dada hufanya hivi. So I thought that maybe it was the card. Nikafikiria kwamba hii ni kadi tu. Even I just placed it on the table and I did not care about it. Na nikaweka tu juu ya meza, sikuitilia maanani. But after the service, lakini baada ya ibada, I was back to my office and I found that card. Nikarejea katika ofisi yangu na nikapata ile kadi. When I opened it, nilipoifungua, I was shocked because that was the money. Nilipigwa na butwaa kwa sababu ndani kulikuwa na pesa. And how much? Na pesa ilikuwa ni ngapi? How much do you think the money was inside of that envelope? Unafikiria ni pesa ngapi ilikuwa ndani ya hiyo bahasha? Exactly the same amount of money for the 1 month radio show. Ilikuwa ni pesa taslim ambayo tunahitaji kwa ajili ya kuhubiri injili katika redio. I felt as if I was hit by the hammer. Nikahisi nikana kwamba nimepigwa na nyundo. Hey Pastor Ko, mchungaji Ko, you preach the word of God. Wewe hubiri neno la Mungu. You said that God is almighty. Wewe unasema Mungu ni mweza yote. But how come you said, God, it is now difficult, so let me do it later? Inakuwaje unasema sasa kwamba Mungu haiwezekani, wacha nifanye baadaye? I lived with this theoretical faith. Niliishi na hii imani katika ujuzi tu. Lakini God taught me how to live the practical spiritual life from that moment on. Mungu akanifunza jinsi ya kuishi maisha ya imani halisi kuanzia wakati huo. Hallelujah. Hallelujah. From that day, kuanzia siku hiyo, until now, hadi sasa, we preach the gospel on the radio. Tunahubiri injili katika redio. So many people could receive salvation through the radio. Na watu wengi waliweza kupokea injili kupitia redio. We are never short of the money. We were never short of the money. Hatujawahi pungukiwa na hiyo pesa. Every month we paid for the radio show. Kila mwezi tunalipia hiyo kipindi katika redio. So many people could receive the salvation. Na watu wengi waliweza kupokea wokovu. Hallelujah. Hallelujah. And Pastor Park said, mchungaji Park akasema, when the number of brothers and sisters reaches 100, you do a great work. Wakati idadi ya washirika itakapofika 100 utaweza kufanya kazi kubwa. One day I found the number of the brothers and sisters reached 100. Na siku moja nikapata kwamba kwa kweli idadi ya ndugu na dada wetu imefika 100.
what is the great work? Hii kazi kubwa ni gani? So I asked the pastors who, they visit Rwanda from Korea. Nikauliza wale wachungaji ambao walitembelea nchi ya Rwanda kutoka nchi ya Korea. I also asked my fellow missionaries. Na nikauliza pia wamishonari wenzangu. Everybody says, na kila mmoja anasema, you buy a land. Nunua shamba. You build a church. Jenga kanisa. That is a great work that Pastor Park meant. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo mchungaji Park alikuwa anamaanisha. And we made this the project. Tukawa sasa tumetengeneza huu mpango. And even though number of brothers and sisters were 100, but still most of them they were youth. Ijapokuwa idadi ya ndugu na dada ilikuwa ni 100, lakini wengi wao walikuwa ni vijana. They did not have a job. Hawana kazi. However, lakini because we experienced the works of God, kwa sababu tunaweza kushuhudia kazi za Mungu, we launched this project. Tukaanzisha huu mradi. This one, hili I will speak tomorrow. Nitazungumzia kesho. Because kwa sababu if you don't stop me, kama mtanisimamisha, I will speak up to the midnight. Naweza kuzungumza hadi usiku wa manane. And it will affect tomorrow programs. Na itaweza kuadhiri mpangilio wa kesho. But how many of you want to listen to these testimonies tomorrow? Lakini ni wangapi wenu ambao wanataka kusikiza huu shuhuda kesho? Are you really willing to listen to these testimonies? Kweli mnataka kusikiza hizi ushuhuda? Yes or no? Ndio au la? But your voice is very low. Lakini sauti yenu ni ya chini. Do you really want to listen to this testimony? Yes. Hallelujah. Amen. I believe that ninaamini kwamba during this retreat, kupitia hii warsha, God will plant the new heart in you. Mungu ataweza kuiweka moyo mpya ndani yako. If this number of brothers and sisters live the practical spiritual lives, ikiwa idadi kama hii ya ndugu na dada wataweza kuishi maisha halisi ya rohoni, you will be able to shake entire Kenya with the gospel. Mtaweza kutingiza Kenya nzima na injili. We need to learn the practical spiritual life. Ikiwa utaishi maisha halisi ya rohoni, with the power of the Holy Spirit, na uwezo wa Roho Mtakatifu, you overcome the desire of the flesh. Utaweza kushinda tamaa za mwili. We live as the light of the world. Tutaishi kama taa ya ulimwengu. We live as a soldier of God. Na tutaweza kuishi kama askari wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Tuombe. Dear Heavenly Father, we thank you. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. You have given us this precious evening. Umetupatia jioni njema ya dhamana. I believe that you allowed all of our brothers and sisters to gather here to teach them something. Ninaamini kwamba umeruhusu ndugu na dada wetu wakusanyike hapa ili ukaweza kuwafunza jambo fulani. And I believe that through this retreat, na naamini kupitia hii warsha, they will be able to receive the spiritual strength. Wataweza kupokea uwezo wa rohoni. And it will lead them to live the practical spiritual lives. Na itaweza kuongoza kuishi maisha halisi ya rohoni. May you bless Kenya. Ubariki Kenya. May you bless our brothers and sisters. Uwabariki ndugu na dada wetu. Father, we thank you. Baba, tunakushukuru. I pray everything in the name of Jesus. Naomba kila jambo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you very much. Asante sana.